Tunaendelea na mwendelezo wa stori za kibongo bongo hapa. Siku ya leo nimewaletea stori ya kijana mmoja hivi anaitwa Kevin. Kevin bwana ni kijana na miaka kama 29 hivi. Alikuwa akifanya kazi kwenye kampuni moja ya teknolojia, ni mambo ya tech. Sasa ilikuwa mida kama ya saa 3:15 hivi usiku. Bwana Kevin bwana alikuwa anatoka zake kwenye harakati zake kazini, anaelekea nyumbani. Sasa alikuwa akiendesha gari lake mdogo tu kwenye highway akielekea zake nyumbani. Sasa akiwa kwenye gari katika safari yake ya kwenda nyumbani bwana, simu yake ikaingia meseji. Ujumbe ulikuwa unatoka kwa mama yake mzazi na ulikuwa unasema kwamba Kevin mwanangu, ukifika nyumbani nipigie, kuna jambo muhimu nataka nikuambie. Kevin akatabasamu, tunajua tena meseji kutoka kwa mama bwana, lazima ufurahi tena. Umesikia kuna jambo zuri anataka kuambie. Sasa Kevin akaendelea na safari, lakini akaandika, sawa mama, nikifika nitakupigia. Lakini kabla hajabonyeza kutuma, simu ikaita tena. Safari hii ilikuwa namba isiyojulikana. Safari hii simu ilipigiwa kabisa. Kevin hakupokea. Dakika moja baadaye tu ujumbe ukaingia sasa kwenye simu ya Kevin, usiende nyumbani leo. Kevin akashangaa, mbona kama mama ameniambia nikifika nyumbani nimpigie na kuna kitu anataka niambie. Sasa tena nisiende nyumbani leo, afu namba ngeni. Akaanza kama kuchanganyikiwa hivi. Sasa akauliza, we ni nani? Hakujibiwa hiyo message unaambiwa. Sasa Kevin akaanza kuwa na wasiwasi, akampigia mama yake, simu haikupatikana bwana. Akampigia tena, bado haikupatikana. Sasa alipofika karibu na nyumba yao bwana, hili mitaa ya Mikocheni, Dar es Salaam unaambiwa. Sasa aliona kitu cha ajabu kidogo ambacho kilimshtua na kikamshangaza. Sasa kulikuwa na gari la polisi tu limeegeshwa pembeni mbele ya nyumba yao, limeegeshwa kwa pembeni hivi mbele ya nyumba yao, gari la polisi. Sasa Kevin akasimamisha gari kwa mbali kidogo, moyo wake ukiwa unaenda mbio. Sasa hii imekuaje na polisi nyumbani kwetu, vipi tena? Haelewi. Sasa akashuka kwenye gari lake, afu akazunguka akaingia ndani. Alivyoingia ndani hakukuwa na mtu. Sebleni kulikuwa na vitu vimeangushwa chini, kama kulikuwa kuna searching moja ya hatari ilikuwa inafanyika pale ndani. Meza ilikuwa imegeuzwa chini juu, hapaeleweki. Asa Kevin alivyocheki pembeni, akacheki simu ya mama yake sakafuni, tena ikiwa imepasuka. Kevin akaiokota, ghafla simu yake mwenyewe ikaita unaambiwa. Sasa hapo namba ile isiyojulikana ile iliyompigia kwenye gari. Akapokea. Sauti ya mwanaume ndo ilisikika ikisema kwamba nilikuambia usiende nyumbani. Sasa Kevin akapiga kelele, mama yangu yuko wapi? Kwa sauti. Yule mwanaume hakujibu, akasema tu, tafuta sanduku la zamani chumbani kwake, nenda ingia chumbani kwa mama yako, tafuta sanduku la zamani. Afu simu ikakatwa. Sasa Kevin akakimbilia chumbani kwa mama yake, akafika akainama chini ya uvungu wa kitanda, akaliona lile sanduku la zamani. Sasa akalifungua. Ndani ya lile sanduku bwana kulikuwa na picha zake za utotoni, vyeti vya shule na mambo mengi tu, barua nyingi na vitu kibao. Lakini kulikuwa na picha moja ambayo hakuwahi kuiona ni kwenye makuzi yake, hakuwahi kabisa kuiona, wala mama yake hakuwahi kumuonyesha. Sasa ilikuwa picha ya mama yake akiwa amesimama pamoja na mwanaume asiyemjua, ambaye hakuwahi kumuona na wala hana kumbukumbu kama hiyo sura anaifahamu. Alafu nyuma ya picha kulikuwa na maandishi yalikuwa yameandikwa kwamba, Kevin, siku moja utahitaji kujua ukweli kuhusu baba yako. Sasa Kevin hapo akakaa chini, unaambiwa anahisi kuchanganyikiwa, maana baba yake alifariki akiwa mdogo sana, na hiyo ndio taarifa ambayo anaijua kutoka kwa mama yake, na wakati wote alikuwa akimwambia hivyo. Lakini mama yake kila mara alimwambia tu, baba yako alifariki kabla hujakuwa. Ndo maneno ambayo alikuwa akiyakumbuka na aliyokuwa akijua kwamba yeye hana baba alishafariki. Kevin akaanza kulia, unaambiwa na hii situation bana, kirahisi tu huwezi kuimudu hapo, lazima uchanganyikiwe. Na ningekuwa mimi sidhani kama ningekuwa maeneo hayo, ningekuwa nishasimamia mbali sana. Sasa tunaendelea. Simu yake bwana Kevin ikaita tena. Safari hii ni yule mwanaume ambaye alikuwa amempigia kwa namba ile ngeni, afu akamwambia, umeiona picha? Kevin akajibu, wewe ni nani? Yule mwanaume akasema, bana, mimi ndiye mtu ambaye mama yako aliyekuwa akimkimbia kwa miaka 25. Kevin akashtuka, unamaanisha nini? Kimya kikatawala. Kisha yule mwanaume akasema,
baba yako hakufa. Kevin akashindwa kuongea, unaambiwa kigugumizi kikamkamata, lakini baadaye akamwambia unanidanganya. Yule mwanaume akasema kesho saa 11 jioni njoo kwenye hoteli ya Bahari View, nitakuonyesha ukweli. Afu simu ikakatwa. Sasa Kevin kesho yake hiyo, sasa hiyo muda ambao ameambiwa saa 11 jioni ilipofika, Kevin bana alifika hotelini pale, lakini akiwa na hofu sana, maana anaenda kukutana na mtu ambaye hamfahamu, lakini anadai ni baba yake, na baba yake yeye anachojua alishafariki. Asaliketi kwenye meza moja hivi, lakini dakika chache baadaye bwana, kuna mwanaume mwenye umri wa kama zaidi ya miaka 50 hivi akawa anatokea, afu anajiongea mdogo mdogo alipo Kevin, unaambiwa. Sasa Kevin alipomuona alihisi kuganda, lakini uso wake ulikuwa unafanana sana na picha ile aliyoiona kwenye sanduku lile la zamani la mama yake. Asa yule mwanaume bana akafika akakaa mbele ya Kevin pale kwenye ile meza ambapo Kevin alikuwa amekaa, naye akavuta kiti kwa mbele akakaa, afu akasema kwa sauti moja ya huzuni sana, Kevin, mimi ni baba yako. Kevin machozi yakaanza kumtoka. Mama aliniambia umekufa. Yule mwanaume bana akatikisa tu kichwa, sikufa, niliondoka kwa sababu nililazimishwa. Sasa Kevin akamuuliza, na mama yuko wapi? Sasa yule mwanaume akainamisha kichwa tu, akamwambia mama yako yuko salama. Kevin kidogo akashusha pumzi, maana alikuwa na hofu sana kama mama yake atakuwa salama au la. Sasa yule mwanaume ambaye sasa tumuite tu babake Kevin kwa sababu ndo ukweli uliopo. Sasa baba yake Kevin bwana akamwambia Kevin, lakini hakutaka ujue ukweli kwa sababu alijua nikirudi bwana maisha yako yangebadilika. Sasa Kevin alirudi nyumbani usiku huo. Sasa baada ya hizo story kuwa zimeendelea, wameeleweshana na kila kitu kimeendelea na kila kitu kimejulikana, baada ya hapo bana waliachana na Kevin akarudi nyumbani. Sasa usiku huo alipofungua mlango, mama yake alikuwa amekaa sebleni, unaambiwa. Sasa nyumbani kwao hapo alikuwa salama kabisa, yani hakuwa na shida yoyote. Sasa Kevin hakusema chochote, alimkumbatia tu. Baada ya muda mama yake akamuuliza Kevin, umemwona? Kevin akamwangalia, ndio, afu akamjibu ndio nimemwona. Mama yake akaanza kulia, samahani mwanangu. Asa Kevin akamwambia mama yake, nilichotaka tu kujua ni kwa nini mlitengana, afu akatulia. Baadaye tena akamwambia mama yake, nilitaka tu kujua kwa nini nililelewa nikimpenda mtu ambaye nilidhani hayupo, kumbe ni mzima bwana. Mama yake akamsogelea na akamkumbatia mwanae Kevin. Sasa usiku huo Kevin aligundua jambo bwana, wakati mwingine siri tunayoificha ili kumlinda mtu ndio siri inayoweza kumuumiza zaidi. Sasa huu ni mwisho wa story tu ya Kevin huyo hapa. Niambie kwenye comment hapo, ungekuwa wewe Kevin ungefanya uamuzi gani, ama ungeamua nini kuhusu hiyo situation ambayo imemkuta Kevin? Nidondoshe tu kwenye comment hapo, afu mimi nitasoma jumbe na nitakujibu. Lakini usiache kunifollow, usiache kushare, lakini kucomment ili familia iweze kuongezeka bwana.